Na mengi sana ya kuongea. Kitu ya kwanza tunaomboleza sisi kama Wakenya, kwa sababu mtu akikufa ile kifo ambayo ijapangwa na Mungu ni kitu kingine ambayo ni mbaya sana. Mimi nataka niende tu ni address president straight, kwa sababu yeye ndio baba yetu ya Kenya. Kwa sababu kuna wakati alikuwa anatafuta kura hapa Kenya, alituongeleza mambo mzuri, lakini nataka niwaulize wananchi watukufu, kuna hata moja ametimiza? Hakuna. Kwa sababu sisi wote hapa ni viongozi. Ile kitu mimi nataka nisungumze, nitafute big and cake. Juzi president wetu wa Kenya aliingia, sijui ni juu ya gari ama mahali popote, alizungumzia akasema maneno ya kuteka watu nyara imeisha. Si ni kweli? Huyu kijana mwenye amekufa leo, amekufia pale kwa seli, kwa mikono ya serikali. Ili ni kosa gani alifanya? Alitolewa all the way kutoka Nyanza, kule ndani kuletwa Nairobi. Jameni, hiyo ni kosa gani hiyo? Kwa sababu tunaona hata mwenye ameua mtu mahali ameshikiwa hapo ndio anawekwa ndani, akaa hapo achunguzwe. Si ni kweli? Hilo ni kosa gani alifanya? Anatolewa kule Migori mpaka analetwa Nairobi. Kusema ukweli, mimi naomba wa Kenya, Mungu atupatie malaika ama atutumie ile spirit nyingine, tupate mapasta tuombee nchi, kwa sababu tumechoka. Kwa sababu tulikuwa tunafikiria Mwenyezi Mungu alitupatia kiongozi mwenye alikuwa anamcha Mungu, mwenye alikuwa anamuogopa Mwenyezi Mungu. Jameni, mapasta wale walikuwa front line wako wapi? Wako wapi? Waende milimani waombe, tuone kama Kenya hii itabadilika. Wako wapi? Ama ni watu walikuwa after tumbo zao? Mapasta wako Kenya hii? Wakati president alikuwa na kampeni, si walikuwa? Wameenda wapi? Nauliza, mapasta wameenda wapi? Jameni, kwa sababu hii ni kitu ambayo ukiangalia tu ile picha ya baba ya huyu kijana mwenye amekufa, amezungumza ni yeye kijana mmoja peke yake. Hiyo familia imebaki aje? Na ile kosa ambayo ukisikia ile imefanya huyu kijana amekufa, ile yani siwezi sema kitu. Anyway, wacha niseme hivi. Murkomen, wewe fanya kazi kulingana na sheria ya Kenya vile nasema. Mimi naomba wale wahusika ama CCTV vile imesemekana, kwa sababu kila seli iko na hiyo CCTV, ituonyeshe ni nani aliua ule kijana, ndio at least familia ipate haki. Nikiongelea niguze maneno ya budget kidogo. Budget ile ambayo tutasomewa Thursday pale, nafikiri Wakenya wote ni viongozi wameipitia, wameona ni nini nini imewekwa hapo, ile ambayo inaenda kusaidia Mkenya. Mimi najiuliza, tangu mimi nizaliwe Kenya hii, nimepiga kura zangu zenye nimepiga miaka karibu 3, nimepiga mara 3. Kuna mzigo Kibaki alitolewa wananchi, maneno ya education. Si mnakumbuka? Saa hii tunaambiwa pesa imewekwa ya kutengeneza State House, pesa imetengenezwa ya kununua mandazi, lakini pesa ya kusomesha watoto wetu ati ya mtihani imetolewa. Hiyo aje hiyo Kenya gani? Hiyo ni Kenya gani viongozi wa Kenya? Hiyo Kenya gani? Mimi nataka niwaambie president wetu, waangalia vitu za kusaidia common mwananchi, wacha kuangalia watu wachache, kwa sababu Kenya hii watu wenye middle class ndio wengi. Si ni kweli? Wala ambao hawachiwezi, kwa sababu niko na hakika ya kwamba kuna watu hapa hawajakula lunch, alikula asubuhi, anaongojea kule jioni. Kwa sababu ya nini? Ana uwezo ya kufanya nini? Ya kukula mara 3 kulingana na vile binadamu anastahili afanyiwe. Kwa hivyo mimi nakuomba president,
kama unasikia usikie. Angalia hiyo budget vizuri kabla ijafika Thursday. Uangalie mahali makosa iko, urekebishe, kwa sababu usiporekebisha Wakenya ni wale wale tu, kwa sababu hii Kenya ni ile ile tu. Kwa hivyo wewe rekebisha hii kabla hujaiweka kidole. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Mimi nasema Shetani ashindwe na Kenya yetu ipate heshima ile ambayo tulikuwa nao mbeleni. Asante. Asante sana mkuu.